nimekuja huko ofisini kwako ili tuondoke wote. Mimi nyumbani? Umeshamaliza kazi? Ndio, nimeshamaliza. Basi sawa, ngoja mimi nimalizie kama utojenge nisubiri hapo nje. Ndio rafiki yangu, si tuende tutamalizia kazi nyumbani. Wow, mbona akili. Nimekuuliza umemaliza kazi, umesema umemaliza. Kwa hiyo mimi niache kazi na unavyomjua madam. Niende nyumbani, si ndio? Naipenda kazi yangu. Sijui umenielewa. Wewe shoga, unapenda kuja overtime, utafikiri hii kampuni ni ya babu yako. Mimi naondoka zangu. Nenda. Bwana Robert. Naam. Vipi? Safi. Kwema? Kwema isi. Mbona ngapi hapo nje? Tupo wawili. Wawili? Ah. Okay. Vipi? Natoka juzi. Si safi safi. Mama naendaje? Safi, niambie. Fresh. Aha. Sasa uliniambia kwamba bosi wako anahitaji kufanya kazi. Sawa? Na mimi ya hapa rafiki yangu. Mchapa kazi, nimeona ni vyema aje afanye kazi hapa. Kijana, Sabani. Unaitwa nani? Naitwa Mr. Legan. Legan. Ndio jina lako au ulipewa na baba yako? Ndio jina langu. Sasa kijana, na maswali kidogo, samani lakini. Vipi? Kazi unaweza kazi zote, yani kazi zote unaweza? Ndio, naweza. Usiangalie mjengo ukasema hii kazi unaiweza. Humu kuna kazi nyingi, zingine zitakushinda. Kazi zote ninaweza. Mimi ni mtoto wa kiume. Lazima niweze. Unaweza kukimbizana na masufuria kijana? Yes, naweza. Mbona nikikuangalia kijana ni kama uko legerege sana. Hebu nyanyua mikono kidogo nikuangalie. Nadhani hata jembe unaweza. Mbona umechagua masufuria? Ni kuchagua tu. Haya ni maisha, popote pale mwanaume ataduika kupiga kazi. Lakini Bwana Robert, unamfahamu vizuri huyo? Huyu ni rafiki yangu. Na isitoshe tunafahamiana vizuri mno. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa ndugu yangu. Naomba uniamini sana. Lakini kijana, narudi kwako. Ukija ukaleta longolongo na kunyoosha. Usione nimevaa bwana, ukanichukulia mchezo. Mwili mwembamba ila nguvu zimo ndani kwa ndani. Na nimenenepa, nimejaa tele. Kijana, kuwa makini. Sasa nitakupeleka kwa bosi. Umesikia? Sawa. Na sitaki maneno mengi. Bosi hapendi ongeaji. Nadhani umenielewa. Sawa. Sasa Bwana Robert, kama vipi karibu ndani? Hapana ndugu yangu, mimi nirudi nyumbani maana mama ni mgonjwa sana. Alafu isitoshe kule hakuna mtu wa kumhudumia. Kwa hiyo mimi niende kuhudumia. Kwa hiyo tunaona siku nyingine ndugu yangu. Sawa? Haya, asante kijana. Haya. Asante sana. Sasa Bwana Robert, tunisubiri nikaongee na bosi. Hapana ndugu yangu, yani sio kama unavyojua mama ni mgonjwa sana. Kwa hiyo siwezi nikakaa mbali na wewe. Sawa. Tuwasiliana sasa hivi.
Jana. Bosi. Samani kwa usumbufu. Kijana mwenyewe ndio hapa. Anaitwa Legan. Jana. Bosi ndio huyu. Unaweza ukazungumza naye. Okay. Unaweza ukaketi hapo. Sawa. Lakini bosi, nilikuwa naomba kakinywaji kidogo. Niende nikajibusi kidogo. Hujaitana tu ujinga wako wewe. Bosi, mara moja sio mbaya. Okay, sawa. Beba basi kaendelee. Shukrani bosi. Karibu. Okay, umesema tu nani vile? Naitwa Eda. Legan. Hivyo kweli unaweza kaweza kufanya kazi kweli zilizokuwa hapa. Mbona kama vile haufanani? Maana vijana siku hizi hata mweleweki. Je, unaweza kufanya kazi gani kwa mfano? Bosi, naweza kufanya kazi yoyote ile, na kwanza ninashukuru kwa kupata nafasi ya kuja kufanya hapa kazi. Bosi, nahitaji uwe na matumaini ya kwamba mimi ni mchapakazi, nafanya kazi ya aina yoyote, na ninakuahidi kazi yoyote nitafanya, chochote utakachoniagiza nitatekeleza. Naweza kama ni kufua, kuosha deki, kupiga deki, kuosha vyombo, kufua mashuka, chochote tu bosi, yani kazi yoyote naweza kufanya. Okay, sawa. Karibu. Lakini kuna kitu nimesahau kukuuliza. Wewe umetokea wapi? Japo taarifa zako nilizipata. Na familia yako ipo wapi? Maana siwezi kukaa na mtu ambaye siwezi jua ni wapi alikotokea na familia yake ipo wapi. Bosi, asante. Mimi nimeshakaribia. Lakini pia kuhusu familia yangu, mimi ni mzaliwa wa Arusha na wazazi wangu wako Arusha, ila hapa Dar es Salaam nimekuja mimi na familia yangu. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi tu za kawaida, na ndio maana nimetangulia kusema hapo awali kwamba kazi yoyote nafanya, sababu nimezoea kazi ngumu. Kwa hiyo asante, nashukuru, japo nitafanya kazi kulingana na maagizo yako. Okay, sawa. Nimekuelewa. But sitakuwa na maneno mengi sana. Kazi umepata. Ni short nifupishe tu kwamba mimi mshahara wangu ni 200,000. Kwa hiyo kama utafiki na hicho kiasi, karibu. Ila kama utawafiki, basi
Kwa hiyo unaweza ukarudi nyumbani kwako, ukazungumza na familia yako, mkalijadili la 200,000 kama utakubaliana. Naomba kesho urudi kwa ajili ya kukupa maelekezo, uzeni utaendelea na kazi. Ni hivyo tu. Mimi natoka naenda kazini. Sasa naomba hizi nguo zangu uzifue. Alafu huko chumbani sijatandika, naomba ukatandike na hapa sebleni ufanye usafi. Nisikute vumbi lolote. Sijui umenielewa? Unisikia mbaya. Mke wangu. Hii tabia imeanza lini? Yaani mimi nifue nguo zako, nifanye usafi hapa sebleni, afu nikatandike kitanda. Lakini hizi kazi ni za kwako. Toka lini mimi huwa nafua nguo? Au kuanzia lini mimi huwa natandika kitanda? Au kuanzia lini mimi huwa nafanya usafi hapa sebleni? Sitaki kurudia. Nimesema unifulie nguo zangu, chumbani utandike na usafi ufanye hapa sebleni. Ni sawa, naomba unisikilize, sawa? Lakini haya majukumu ya kufua nguo, si kufanya usafi, si kufanya usafi hapa sebleni, kutandika kitanda. Hayo ni majukumu ya mwanamke na mimi nimekuwa kwa ajili hiyo. Kwa nini lakini mke wangu? Au umeanza kunibadilikia kwa vile umeshapata kazi? Mbona zamani ulikuwa unafua mwenyewe, ulikuwa unafanya usafi mwenyewe na ulikuwa unatandika kitanda mwenyewe? Kwa nini haya yamekuja yanaanza kujitokeza baada tu yawe kupata kazi? Shida nini? Mimi sitaki kuzungumza mengi. Naomba uzingatie niliyokuambia. Na nikikuta hujafanya chochote utatoka huko ndani. Hivi unamaanisha kweli? Mimi natoka hivyo, naenda kazini. Ndoto za mchana zalinacha kusubiria Mary airport. Japo mengi makosa umenifanyia, nikapiga moyo utabadilika. Ulinifanya mpaka nikagombana na mama. Nilikuita mubani. Mambo vizuri, umeshamaliza? Ndio, nimeshamaliza. Changamkia mzigo wangu. Saini yangu wapi? Naomba pia. Nimeshaweka fingerprint hapa, labda naona saini hapa. Sawa, naomba pia. Hii ni pesa. Changamkia mzigo wangu. Sikia niambie, kama umeshamaliza, naomba muite secretary. Aipeleke kwa pia lao. Basi. Fanya haraka. Secretary. Yes, boss. Yes, madam. Nakuomba peleke ile faili kwa pia lao. Changamka. Sawa, madam. Nilikuwa nakuja ofisini kwako nakuletea faili. Sasa ndio lunch huko. Peleka ofisini nitakuta. Sawa bosi.
Nahisi mazingira tayari umeshayaona, si ndio hivyo? Lakini pia na nyumba umeiona, na kama hivi nyumba yenyewe ndio hivyo chafu, ila kwa sababu umekuja nahisi kila kitu kitakuwa poa, si ndio hivyo? Bustanini kule kama unavyoona maua yangu hivyo yalivyonyauka, kwa jitahidi kumwagilizia maji vizuri, si ndio hivyo? Yeah. Kitu kingine usisahau pia kufanya usafi chumbani kwangu, kutandika kitanda kipendeze, lakini pia napenda sana mashuka meupe, pinki, kabati ushaliona tayari, si ndio hivyo? Yeah. Kuosha vyombo na vitu vingine ambavyo vinapaswa kufanya. Okay, sawa bosi. Mimi nimekuelewa yote tuliyoyazungumza, na nikuahidi nitafanya kazi kwa ufanisi, maana kilichonileta humu ndani ni kazi bosi wangu. Kwa kuhusu mimi kupiga deki, kufagia, kumwagizia maua, vyote, yani kazi zote utakazonipatia zinazohusu humu ndani nitazifanya bosi wangu. Hata kama ukisema niwe nafuata, yani hata mizigo huko bandarini huko bosi wangu mimi nitafuata tu. Kikubwa tu kazi inayoitwa kazi, afu ikizingatia mimi mtoto wa kiume, kwa kazi yoyote ninafanya bosi wangu. Naona. Kwa hiyo kuhusu hilo ondoa shaka kabisa, nikutoe wasiwasi. Fanya kazi umepata na utatamba naye bosi wangu. Ndio hivyo.